Roho akamuinua akampeleka kwenye lango la ule mji lililoko upande wa mashariki. Bwana siwe? Amen. I don't know kama unaelewa maandiko. Roho akamuinua akampeleka kwenye lango la ule mji upande wa nini? Mashariki. Wa mashariki. Bwana siwe? Amen. Akakuta watu 25. Kati ya hao 25 aliona watu wawili. Wa kwanza alimuona Azania na Pelatia. Na hawa watu hawakuwa watu wa kawaida. Walikuwa ni wakuu. Nisikilize. Yule anayetunga uovu kwa habari ya maisha yako, usizani ni mtu wa kawaida. Sio mtu wa kawaida. Ni mtu fulani mkuu ambaye amewekwa katika ulimwengu wa roho kufanya mashauri mabaya kwa habari ya maisha yako. Ukiona mji fulani, nchi fulani, taifa fulani haliendelei, ujue kuna viongozi waovu, kazi yao ni kutunga mashauri mabaya kwa habari ya ule mji. Bwana asifiwe. Ukiona nchi haiendelei, mji fulani hauna maendeleo, kazi ni kwa sababu katika ile nchi au katika huo mji kuna viongozi waovu, kazi yao ni kutunga mashauri mabaya kwa habari ya ile nchi. Bwana asifiwe. Nisikilize. Wale 25 walikuwa ni viongozi wakubwa. Amen. Na kazi yao walikuwa ni kutunga mashauri. Bwana asifiwe. Tunajua kutunga mashauri, yaani kama kutunga sheria kwa habari ya ule mji. Tunaweza tukasema ni kama ilikuwa bunge. Bunge katika nchi ni lango kabisa. Amen. Na ndio maana tuna kila sababu ya kuombea viongozi wetu. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu bunge ni lango katika nchi. Yaani usione tu bunge kama bunge lililopo Dodoma lile. Sio bunge tu kama bunge. Lile ni lango katika nchi. Bwana asifiwe. Lile ni lango katika nchi. Bwana asifiwe. Unaelewana eh? Kwa nini? Kwa sababu kupitia bunge kuna sheria mbalimbali za nchi. Kuna miongozo mbalimbali ya nchi inatolewa, inapitishwa, inakuja kwetu. Bwana asifiwe. Sasa wakiwepo viongozi wa ovyo ovyo kama akina Azania na Pelatia, watu wanaotunga mashauri mabaya, watu wanaotunga uovu kwa habari ya mji, hiyo nchi haitapata maendeleo kama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kumbuka hawa akina Azania na Pelatia walikuwa ni viongozi. Tunasema walikuwa ni mawaziri, walikuwa ni wabunge. Kazi yao badala ya kutunga mashauri mazuri kwa habari ya mji ule, wakawa wanatunga mashauri maovu. Wanasema muda wa kujenga nyumba si sasa, muda wa kupata maendeleo katika mji si sasa.